Jeshi akiingia barabarani atakwambia amebeba kitu kinaitwa chuma na alifundishwa kuitumia. Lakini ukiona mtu yani siku 3 tu uchaguzi bado kura zinahesabiwa, muulize mtu, watu wanakufa na ujui nani amemuua, na uwezi kusema amewaua sababu hakuwa rais. Lakini nitakuongelesha kwa njia ambayo inakufungua macho. Wewe ndio utumie hekima. Nilipoenda Kisumu nikakwambia huyu ni mwanangu huyu. Nyinyi bado mnaniuliza, kwa hivyo huyu mwingine si mtoto wako wa kiroho? Si uende huko ukitaka. Sitakujibu, ninazionanga mkiniuliza kwa YouTube. Naonanga vitu vingi. Hata yule mwingine aliyeandika, jameni, New Life ombeni Mama Samia akufe. Nikaatuma mtu, mwambie huyu afunge mdomo huko. Hakuna mtu anayeweka mtu uongozini. Mungu ndiye anachaguanga mtu. Awe mbaya, awe mzuri, ni Mungu ndiye anawekanga mtu hapo. Jameni wapendwa, tuombe huyo sijui nani rais wa kwetu hakufe. Niwaulize swali nyinyi. Wale watu ambao hawataelewa ni wa Kenya, lakini wengine Uganda wataelewa, Kongo wataelewa, Tanzania wataelewa. Niwaulize swali. Tanzania imekuwa na matatizo siku ngapi? Wewe nenda uwaulize wameishi maisha gani kwa siku ngapi? Hautoki nje na unaulizwa kitambulisho, na uendi kufanya biashara, na duka airport haifanyi kazi, seaport haifanyi kazi, sijui road port haifanyi kazi, internet haifanyi kazi, na uko kwa nyumba hivi, duka haifanyi kazi. Kitambo imalize, wewe ni maskini mara zaidi. Kazi yangu na yako ni kupiga kura, maana Mungu anajua nani anachaguliwa. Sababu hata ukinichukia, ni Mungu ameniweka hapo. Sasa utafanya nini? Pastor hapana, amejiweka mwenyewe. Kama amejiweka mwenyewe, si ulikuwa unaomba? Si Mungu wako angeweka huyo mwingine? Si wewe unaomba umeokoka? Si Mungu wako? Wajua, si kwamba naongea vibaya, la sivyo mtakuwa mnaumia kila saa. Saa hii mmebaki mnapiga kelele, wangapi wamekufa, tunadai haki yetu. Nyinyi nasikianga mnasema serikali ichukue uongozi. Nini? Jeshi ichukue uongozi. Uko na akili kweli? Jeshi inamaanisha ile constitution imekuwa ikiwaongoza tangu 1960 inatupwa kando basi. Inararuliwa, haifanyi kazi. Kitambulisho haifanyi kazi. Ni kinywa cha komanda wa jeshi ndio inafanya kazi. Hakuna kitu kinafanya kazi. Traffic police anafanya kazi kulingana na jeshi. Jeshi ikisema unauawa, hiyo ni sheria. Hakuna koti ya kuamua. Yeye ndiye anaweka judge, yeye ndiye anatoa. Na jeshi ichukue. Unajua kile unachosema wewe? Unaona wanajeshi wako barabarani kwenye nchi yako, unaanza kusema oh, jeshi ichukue, komanda aseme kitu, tunangoja. Hiyo pesa yako thamani yake itaisha mpaka kwa mchanga. Utanunua sukari kilo moja shilingi 20,000 ya Kenya tu. Hiyo pesa yako inaisha thamani yake yote na siku ngapi? Na hakuna nchi inataka kufanya biashara na wewe, sababu nchi yako kwanza inatolewa kwa AU, inatolewa kwa UN, inatolewa kila mahali. Ni nyinyi na nchi yenu. Huwa watu hawajui. Watu hawajui. Ni kelele tu watu tunapiga.
Imagine Tanzania imekaa siku 3 bila rais. Jeshi ndio inaongea. Tulieni. Muulize Mtanzania ameishi hizo siku 3 amesikia nini? Lakini ukiona mtu yani siku 3 tu uchaguzi bado kura zinahesabiwa, muulize mtu, watu wanakufa na ujui nani amemuua, na uwezi kusema amewaua sababu hakuwa rais. Kama hakuwa rais, alitoa amri ya kuua mtu? Oniongelesheni, alitoa amri ya kuua mtu? Hakuwa rais, alikuwa mgombezi, alikuwa anagombea nini? Urais. Kila moja hakukuwa na rais, ni polisi kivyake, jeshi kivyake, hakuna rais. Kwa hivyo ukisema rais wa Tanzania wakati wa uchaguzi aliua watu, hakuwa rais. Jeshi haichukui amri kutoka kwake, maana si rais. Mkitaka kuenda kushtaki watu, nendeni mshtaki wale ambao walihusika. Lakini yeye naye alikuwa anasubiri, jameni, sinitangazwe. Na wakati huo hata mtu akifa haongei sababu si rai. Siku ile alipewa cheti, alirudi kwake, bado ni rais wa kuapishwa. Alipoapishwa akasema sasa sheria itachukua hii barabara. Sasa mkiwa na maswali, nendeni muulize mapolisi na wale wanajeshi mliotaka wakae hapo barabarani na mliotaka wawaongoze, na waomba, maana huyo mnayemuita alikosea. Huyo mtu hakuwa rais, alikuwa mgombezi wa urais. Na jeshi hawakutumwa barabarani na mgombea urais, wanaenda kwa kulinda usalama. Na polisi hawakutumwa na mgombea urais, walitumwa na wa kulinda usalama. Kwa hivyo ile mlikuwa mnaimba serikali ipinduliwe, ichukuliwe na jeshi na polisi, hiyo ndiyo matunda yake. Huwa mjui. Shukuruni Mungu, serikali imerudi katika demokrasia. Unaweza ukaimba, unaweza kuenda kanisani. Hamukuwa mnaenda kanisani Tanzania, hamukuwa mnaenda popote, hamukuwa mnafanya chochote ndani. Hiyo ndio kazi ya jeshi. Kila moja ikifika saa 12 wapi? Na jeshi inakuuliza kitambulisho kiko wapi na uko kwa nchi yako, sababu wao hawajui demokrasia. Hawaja hizo sheria unazosoma hizo si zao. Wao, huyu ni mwizi, huyu anachoma jengo, Hakuna jeshi inaapishwa na constitution. Yeye amekuwa nominated. Yule wa kulinda sheria ni rais. Nitalinda na kutunza sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kenya. Sasa akikosea unamuuliza sheria inasemaje? Jeshi akiingia barabarani atakuambia amebeba kitu kinaitwa chuma na alifundishwa kuitumia, na amewafundisha kuitumia. Si nimefundisha mtu ameelewa kidogo? Hata kama hamtaki kusikiliza, lakini simeelewa. Hata nyinyi wa Kenya ndugu yangu, si sasa umeelewa? Nao tulikuwa huko, nilikuwa nafundisha kuhusu ukomavu. Amen. Wakati wowote umekuwa mtu aliyekomaa, unastahili kupewa chakula cha watu waliokomaa. Ukipewa nyama na we ni mtoto mdogo, utatafuna mpaka ulale, lakini ujue unafundishwa kukula nyama, maana unakomaa. Lakini maziwa utakuwa malnourished, afya mbaya. Mimi ninawaomba mafundisho yangu ya leo yawafungue fahamu zenu.
Nilikuwa nimekuja kuongea na wewe ama na huyu? Ni huyu. Si nimewambia huyu hataelewa. Bado anataka tuongee na nimemjibu yote. Father.